Moja kati ya kanuni ambayo imekuwa ikiwatengenezea utajiri watu wengi sana hapa duniani ni kanuni inayoitwa OPM. OPM maana yake ni Other People's Money. Other People's Money kwa Kiswahili maana yake ni uwezo sasa wa wewe kutumia fedha za watu wengine kwa ajili ya kujijengea ama kujitengenezea utajiri. Ndugu yangu, kama hautatumia hii kanuni ya OPM, basi mafanikio yako ama utajiri wako utachelewa. Kama ulitarajia utapata utajiri baada ya miaka 30, basi utapata utajiri baada ya miaka 50. Matajiri wakubwa kama Donald Trump na Robert Kiyosaki wamekuwa ni wanufaika wakubwa sana wa hii kanuni ya OPM. Karibu sana bwana, kama ndo kwanza unajiunga nami, mimi ni MS Augustino Baltazar Mbwale. Mimi ni mhamasishaji wa masuala ya kifedha kuelekea mafanikio. Kama ndo kwanza unaungana nami, karibu unifollow kwenye mitandao yangu ya kijamii kwa maana ya TikTok, Instagram na Facebook, lakini usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yangu ili uwe kwanza kupata video na mafunzo yangu. Na kipengele cha kwanza kwenye kanuni ya OPM kwa maana ya Other People's Money ni kupitia wasambazaji. Kupitia wasambazaji ipoje? Yaani wewe mfanyabiashara unazungumza na msambazaji wa bidhaa fulani kwamba naomba uniachie bidhaa yako, baada ya siku 20 ama 30 nikishauza nitakupatia fedha yako. Na hiyo wafanyabiashara wengi sana wakubwa na wadogo wamekuwa wakinufaika nayo. Na kipengele cha pili sasa kwenye kanuni yetu ya OPM ni kupitia wateja. Hii ipoje? Wafanyabiashara wengi sana kama wewe unakuwa mteja unaenda kununua bidhaa yako, wanakwambia acha fedha kiasi kadhaa zeni kesho tukufuatie huo mzigo. Kwa hiyo kupitia fedha yako sasa anakwenda kuagiza ule mzigo, na ukirudi ukimalizia zile fedha zako anapata faida na kuendelea kujijengea utajiri. Kwa hiyo hiyo ni moja kati ya kanuni ama kipengele kwenye kanuni yetu ya OPM ambacho kimefanya kazi na watu wengi wamekuwa wakinufaika nacho. Na kipengele cha tatu ni kwenye upande wa wawekezaji ama partners. Hii ipoje? Umekuwa shahidi, kuna biashara nyingi sana ambazo ukienda utasikia huyu bwana ana asilimia kadhaa, huyu bwana ana asilimia kadhaa. Hiyo ndio partners ama wawekezaji inavyofanya kazi. Yaani biashara nyingi inakuwa sio ya mtu mmoja, watu wanaunganisha nguvu. Kama utategemea kipato chako peke yako, basi wewe kuwa tajiri itachukua muda mrefu sana. Na kipengele cha tatu, cha nne na cha mwisho ni kwenye upande wa mikopo ama benki. Hii ipoje? Watu wengi sana wamekuwa wakikopa mikopo mizuri. Mikopo mizuri ni ile yenye riba nafuu. Mikopo hiyo wamekuwa wakiitumia kwenye kuwekeza na kuzalisha. Kwa mfano, Donald Trump amekuwa ana hoteli nyingi sana. Anachokifanya yeye bwana, ananunua hoteli kwa 10% pekee ya fedha zake, lakini 90% anatoa benki. Baada ya hapo anapangisha ile hoteli. Akishapata faida 10% kadhaa analipa lile deni benki, na 10% kadhaa anabaki nayo kama faida. Baada ya miaka kadhaa hiyo hoteli ya majengo linakuwa la kwake. Kwa hiyo amekuwa akinufaika sana na hiyo kanuni. Na kama utatumia kipato chako pekee kujijengea utajiri, basi itachukua muda sana. Usiogope kukopa, madam unakopa kwa ajili ya nini? Nashukuru sana bwana. Drop comment yako hapo. Nini umejifunza kwenye somo langu la leo? Mimi ni MS Augustino Baltazar Mbwale. Karibu uendelee kufuatilia mafunzo yangu ambayo nimekuwa nikiyatoa siku hadi siku. Ciao.